So karibu sana Tito, tutaongea mambo mengi. Tito ni mwimbaji wa nyimbo za injili, ni mtendakazi, lakini atomic bomb ambayo inangojea kulipuka. Nani anajua ya kwamba haya ndio majira yake, ili vijana wajue Yesu angali anafanya nini. Jina la Bwana libarikiwe. Thank you so much. Nilikuwa naambia Gloria jana, nilimtoa kwa crusade. Gloria has been in 5 days dry fasting. Dry. Wewe hata siku moja tu unaweza maliza. Amekuwa kwa dry fasting kuanzia Tuesday, na alikuwa aanze Monday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday anaondoka kwa nyumba, anakuja Gas Pipeline, anarudi, anakuja Gas Pipeline, akarudi. Nimejifunza kitu kwa Gloria. Watu ambao huwa wanakosa kutafuta Mungu wanakuanga wajafika kwa ukuta. Gloria, may God bless you. Nitakuombea nikimaliza ibada. This girl has really touched me. 5 days of dry. Anatupikia, anaosha, anafanya nini, na anaondoka. Sisi tunakula. Tena tunakula vitu vizuri kama kuku. Hatukuli tu chakula. Hatukuli tu chakula. Na anakaanga, na anaondoka, na anarudi. Kuna kitu ambacho huyu msichana amesema na kimegusa sana moyo wangu, kama wakati Tamiami muongelesha, akamwambia sina fare, akamwambia nitakutumia. Imagine uchukue fare yako utumie mtu akuja abarikiwe. Hiyo machozi ambayo amelia ndio ya mwisho tu hapa. Hiyo tu machozi ndio amelia hapa ya mwisho katika jina la Yesu. Niliona Mutuku akiingia hapa na msichana mwingine mrembo. Sijisi kuona akisimama. Mutuku enda mahali, kuna msichana uliingia naye mrembo sana. Sijaona mrembo kama huyo kwa maisha yangu. Nafikiri songa penye yake ameogopa. Nenda umguse, umwambie you are in the right place. Enda tu mahali yako. Ndio tujue unatembeanga na watu smart ambao hata wanashinda Gloria weupe. Sasa songa tu penye yako tu, na umwambie tu, na umshike mkono tena umsimamishe tu. Mwingine alikuwa amekaa katikati. Msikaange katikati. Sasa muamushi. Angalia hao watu. Sasa. Wapicha tukue vizuri. Baba anaweza tabiri jambo lolote saa hii tu. Baba anaweza tabiri. Weka hapa base. Kapa base, punguza midi kidogo na weke hai. Mrembo ataiweza. Mbona hujasimama au ulitaka? Huyo mbana amekushika mkono. Naweza tabiri tu saa hii. Naweza tu toa unabii wala asema. Usalimie, tukujue tunakupenda. Thank you so much for taking your time to come and be a blessing to us. Tujue tu jina lako, tusikuite nani. So naona vile nimekuita nani mbele ya watu. Hata unaweza kuwa ni sister yako, huyo ni ndugu yako. Sisi tunafikiria vingine. Unajua sisi wengine akili si mzuri. Mtoko mpatie hiyo microphone atusalimia, tuambie jina lake. Tuweze tunakupenda tu. Inua kwa sauti, ngoja kidogo wainue sauti. Inuanga kwa sauti ya mtu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. I'm Christine, I'm born again. Amen. Pigie Christine makofi kwa jina. Mutuku umeanza kutembea na watu wazuri. Sasa mkae tu penye mko hapo. Gusa mtu, mwambie aliyebadilisha anga yako anaiachilia kabla ya mwaka kuisha. Mwambie tu aliyebadilisha anga yako anaiachilia kabla ya mwaka kuisha. Tuaseme amen. Inua mikono, sema Bwana Yesu, lazima nifike mahali ulipanga nifike. Ongea kama mtu ambaye unaamini. Sema Bwana Yesu, lazima nifike mahali ambapo ulipanga nifike.
Uliza mtu kama ana mahali alipanga kufika, muulize, do you have anywhere you want to go? Do you have a destination? Do you have a place to reach? I want to share briefly on what God has put on the bottom of my heart. Kabla tutoe sadaka, rani amesahau, tulikuwa tutakuwa tunatoa sadaka kabla tuingie katika neno la Mungu. Dada ikasasa makuluka. Kwanza hata una miguu mizuri. Okay, sawa. Sasa okay. Sikia hii. Uliza mtu swali hili. Are you living your dream? Uliza, je, unaishi ndoto yako? Hivi ndio ukiwa ulikuwa umeota ya kwamba kwa hii miaka utafanana hivi? Muulize, are you living your dream? Akisema hapana, mwambie basi huyo ndio mtu ambaye Mungu ametuma kwake. Are you living your dream? Mwaigundua ya kwamba 99% ya watu walio katika ndoa, ukiwapatia ruhusa ya kurudi wasichana hawezi kuelekea huyo mtu. If you give somebody who is married an opportunity to be a youth, she cannot marry that man. Some of them married an accident. Mwingine aliolekea ajali. Gusa mtu, mwambie usiwe ajali ya mtu ambao usitambua unaweza sababisha akufe mapema. Mguse, mwambie, mguse tu vile nagusa Brian. Brian, umeona vile mtuko ameniletea? Tembeanga na watu ambao wanakushinda weupe. Now, each one of us has a dream. Each one of us has a destiny. Andika chini kama unaandika, living your dream. Each one of us, those of you that are joining us on Facebook Live, those of you that are joining up, and naomba Mungu atusaidie tuwe na simu ingine. We shall also be going TikTok Live. Tuwe na Facebook Live, TikTok Live, tuwe na YouTube. Let me tell you, each one of us has a destiny. There is where God ordained, where God predestined, where God planned from the beginning that you may be. There is a dream. Mimi nimesaliwa sana katika umaskini. Tatumia lugha mbili. Nilisaliwa sana katika umaskini. So one day kulikuwa na mwalimu anaitwa kama ananiochi online. Kulikuwa na mwalimu anaitwa Frederick Mulumi. So when I was in class 7, akatokea na akatuuliza swali. Na akauliza, ilikuwa naitwa wakati huo Peter Mukoya, akaniuliza simama, akanisimamisha. Na akauliza, what do you want to become in life? Mimi sikuwa ni mwae jua vitu kama hiyo viko. Kwa sababu mama yangu na baba yangu hatujawahi kaa chini kuongelea kuona nani anaweza kuwa wapi. Na niliona watoto ambao tumesoma nao, hata wale wakiacha shule. Na alikuwa na hii msemo ya kwamba, kwani nikiacha shule sitakula? Kwani walioacha shule hawakulangi? Little did I know, it was a scheme of the devil, ili ya kwamba nisiweze kulelewa vizuri. But I thank God because after dropping out in Form 2 and I accepted Christ, I began to learn what I call living my dream. There is where God wanted each one of us to be. Let me tell you, kabla to us, you are not born to be poor. Andika chini hiyo. Genesis chapter number 48. You are not born to be poor. Haukuzaliwa ili uwe maskini. Haukuzaliwa uteseke. Haukuzaliwa uweze kuwa chini. Haukuzaliwa ukufe mapema. It is in the will of God that you are born to triumph. You are born to be celebrated. Ulizaliwa ili uweze kusherekekewa. Genesis chapter number 48. Sila mbio haraka tusomee huo mstari katika jina la Yesu Kristo. 48 Mwanzo. Utasoma verse 1, verse 2 na ungoje pale. Genesis chapter number 48 verse
namba kuja huko kwa hizi uweze equalizer. Ndio katikati punguza equalizer. Sasa katikati chini kidogo. Sasa katikati tunakuja huko. Punguza kidogo. Sasa ni masa pale tatu kidogo kidogo. Sawa. Singetaka itoke nje. Genesis chapter number 48 verse number 1, andika chini. The Bible says, yes. And it came to pass after these things that one told Joseph, Behold, your father is sick. And he took him his 2 sons, Manasseh and Ephraim. And one told Jacob and said, Behold, your son Joseph comes unto you. And Israel strengthened himself and sat upon the bed. Verses number 3. Verse number 5. Verse 5. And now your 2 sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto you in the land of Egypt before I came unto thee in Egypt, are mine. As Reuben and Simeon, they shall be mine. And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance. Verse number 12. And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. Verse 13. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand towards Israel's right hand, and brought them near unto him. And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly, for Manasseh was the firstborn. Now, I want to share about living your dream. Na mtanisamee kidogo, utapunguza chini kidogo. Punguza midi yake. Sasa mtanisamee nisungumusa mambo mawili matatu kabla tusonge. Kijana mmoja anaitwa Joseph. Biblia inasema kwamba Josefu aliambiwa ama alisikia, punguza volume, baba yake alikuwa anazeeka na anataka kutoka katika ulimwengu huu na anataka kufa. Maandiko inasema ya kwamba aliposikia hivyo akachukua watoto wake wawili ili awapeleke waende wabarikiwe. Alikuwa na watoto wawili ama ni mataifa mawili. Taifa la kwanza liliitwa Manasseh na mwingine anaitwa Ephraim. Tuko na Ephraimites, tuko na Manasseh. Ni taifa, ni generation, ni familia. Biblia inasema ya kwamba akaweza kuwapeleka mbele ya baba. Na alipokuwa baba ni mzee, hawezi kuona, baba akaweka upande huu kijana mkubwa, upande huu kijana mdogo. Yani hivi, so that baba akiinua mikono, I want you to listen to me very careful. Akiinua mkono, akiteremsha, mkono wa kulia utaenda kwa Manasseh, mkono wa kulia kushoto utaenda kwa Ephraim. Kumbuka baba ni kipofu, hawezi kuona. Lakini Biblia inasema ya kwamba akaweza kuangalia katika ulimwengu wa roho. Amefunga macho katika ulimwengu wa kawaida na akaweza kuangalia katika ulimwengu wa roho na akabadilisha. Akabadilisha aje? Akabadilisha mikono namna hii kiasi ya kwamba Ephraim akapokea mkono ambao haikuwa wake, Manasseh akapokea mkono ambao sio wake. Anayefanya hivyo ni nani? Babu. Nasikia nikurudishe nyuma kidogo. Kwa nini Josefu anapewa nafasi? Kwa sababu kijana wa kwanza aliasi, alilala na mama yake na akakosa urithi. Sasa Josefu akiwa aliingia katika kiatu, akawa kama mmoja wale. Kwa sababu najua Josefu ni mtoto wa nani? Wa Raheli. Sasa akawa anataka kuwabariki. Nisikize nikwambie, lakini babu akabadilisha hatima ya watoto ama hatima ya wajukuu. He exchanged na akaibadilisha
na akaweza kuiweka kando, kiasi ya kwamba baraka za Manase zinaenda Efraim, baraka za Efraim zinaendea Manase. Gusa mtu mwambie, kuwa na pesa ili upendeze wazazi. Kuwa na pesa, upendeze wazazi. Hii mic hujaseti vizuri Pius. Taka iwe na mzuri. Hiyo tuta kidogo napunguza, uweke bass na hiyo volume iwe juu. Sikia. Umewahi kugundua ya kwamba wazazi wanapendanga sana watoto walio na mali? Ama ninaongelea na nani? Umewahi kugundua ya kwamba wazazi wanapendanga sana watoto walio na mali? Hata kama wewe ni mchinga lakini una mali, wazazi watakupenda, kwa sababu wazazi wanapenda sana watoto walio na mali. Nilikuwa na mama ambaye alitulea, alituzaa, lakini jambo hili hakulifanya. Mama yangu ambaye alikufa akiwa na 85 years, ukweli ni kwamba alichukua watoto wote sawa. Alichukua watoto wote sawa. Inua volume sasa. Wakati ambapo alichukua watoto wote sawa, alitusaidia. Sasa hivi nimeanza kuhubiri, na wewe angalia Vero, niangalie Sila, niangalie Elizabeth, wote kama watoto, na niwabariki kwa baraka sawa. Lakini wazazi tulio nao katika ulimwengu huu wanaangalia mtoto ambaye anamletea kitu. Mwambie mtu, kuwa na mali ili uweze kubarikiwa na wazazi. Mwambie tu vizuri. Mwambie kama unampenda, mwambie hii nakuambia for free. Mwambie hiyo nakuambia for free, punguza hiyo tuta. Sasa sikia hii, wakati ambapo wazazi wanapenda mtu ambaye ana mali, ninaombea wana wa nyumba hii ya kwamba you will never lack in life in the name of Jesus. Hallelujah. You will never lack. Manase na Efraim wanabadilishiwa hatima. Kiaje? Kwa sababu Manase anawekwa mahali ambapo hafai kuwa, anawekwa mkono mwingine, naye Efraim anawekwa mkono mwingine. Baraka ambazo Mungu alikuangalia zilizotangayo katika ulimwengu wa roho, ninakurejeshea kwa anga yenu katika jina la Yesu. Gusa mtu mwambie, anga yenu lazima iongee in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sasa Manase anapokea. Wakati Manase anapokea baraka zisizokuwa zake. Kuna kitu ambacho mtumishi na mwana wa nyumba hii amehubiri. Wakati ambapo akina Eliab, wakati ambapo akina nani wanatokea, huyu msasi alikuwa amesahau ya kwamba Mungu aliyetuma huyu nabii akucha pake mafuta, haangalii vile wasasi wanaweza angalia. Angalia mtu mwambie, wasasi wanaweza kosa kujua kenye Mungu aliweka ndani yako. Mwambie vizuri. Unaweza olewa mahali mama Mungu akose kujua ya kwamba kumbe ni wewe uliyekuja kuikomboa familia. Sijinaongelea na watu ama naongea. Hii ni kanisa, ni ya kuongea. Hapa si Catholic na ACK ya kusema paka ngoje waseme Bwana asifiwe ndio useme amen. Kama ujumbe umeingia ni wako, uipokee katika jina la Yesu. Manase anapokea ambayo sio zake. Kwa hiyo sikia hii, Manase anaishi maisha isiyokuwa yake. Gusa mtu muulize, hii ni maisha yako? Ukiangalia hizi nguo unafaa ndio zako ama unafaa nguo za nyanya yako? Muulize tu vizuri, hizi nguo unafaa ndio unafaa tu kuvaa namna hii, ama umevaa nguo zenye nyanya yako ndiye aliyekuwa anafaa kuvaa? Kuna watu mnafaanga hapa paka nashindwa kama ni wasichana ama ni wamama wazee. Gusa mtu mwambie, hii tu ndio sura ama ni umaskini? Hii ndio sura. Unajua si kwamba una sura mbaya, ni pesa huna. Ni pesa tu huna. Hakuna mtu aliye na pesa anaweza fanana vile mnafanana mnaye na huko na laini kwa kichwa. Laini ni za maskini. Sema ishinde kwa jina la Yesu. Gusa mtu mwambie, live your destiny. Ishi ndoto yako. Mguso mwambie, ishi ndoto yako, ishi ndoto yako. Mwambie vizuri. Elisa megusa bodyguard wake, live your dream. Mguso mwambie, live your dream. Live your dream. Hallelujah. Nimekuja kuzungumza kwa uchache, kwa ufupi kuhusu living your dream. Takuuliza swali linapoendelea. Wakati ambapo Manase analetwa mbele ya babu, wakati ambapo Efraim analetwa mbele ya babu, malengo ya baba yao ilikuwa wabarikiwe. Lakini cha ajabu ni kwamba babu akabadilisha.
Anabadilisha aje? Mkono wa right unaenda kwa huyu jamaa, mkono wa left unaenda huko. Sasa anapotamka baraka, baba akamuuliza, umefanya aje? Kuna kitu huyu mzee anasema, I know what I'm doing. Gusa mtu mwambie mchawi huwa anajua chenye anafanya, mwambie tu huko. Na umwambie usiolekee mchawi, usiolekee. Kuna wengine mko hapa mlioa wachawi ambao watafanya mkose kufika kwa hatima yenu. Leo hamtanipenda lakini mtakubali. Hakuna kitu kibaya kama kuoa mchawi na kuelekea mchawi. Mbaya anaroga hatima. Sikia hii. Wakati ambapo Manase na Ephraim wanachomoka wakiingia kwenye baba yao, babu anabadilisha. Sikia hii. Hata kama umezaliwa kwenye ukoo ambao babu alibadilisha anga yenye Mungu alikuangilia, Mungu alipanga, leo katika jina la Yesu, kwa mafuta yaliyo juu yako, pokea neema katika jina la Yesu. Inuka utembee kwa watu 5, waambie jirani, ishi ndoto yako, ishi ndoto yako. Tafuta watu 5, waambie ishi ndoto yako. Nasema tafuta watu 5, waambie ishi ndoto yako. Nasema tafuta watu 5, waambie ishi. Ishi. Tafuta watu 5, waambie ishi. Wewe nimesema tafuta watu 5. Umesimama unangojea nini? Ishi, ishi. Watu 5 watabirie. Umeona vile mtuko ameletea? Ishi ndoto yako. Live your dream. Live your dream. Watu 5 watabirie vizuri. Waambie ishi ndoto yako. Kanisa si mahali pa kukaa, ni kama mmekuja shule. Wewe dada, amuka kutoka Samia, amuka hapo, acha vitendo. Amuka hapo, ambia mtu live your dream. Shika pakatalila kasapa televisiria ba. Mwambia ishi ndoto yake. Waliofikiria atakufa mapema wanashangaa wakiona kilipuka. Live your dream. Live your dream. Gusa mtu mwambie live your dream. Mwambie vizuri live your dream. Na mwambie kama uko na girlfriend ambaye anakuzuia ndoto yako, toka kwa hiyo relationship. Mwambie tembea ukimwambia, kama uko na boyfriend, girlfriend, husband and wife ambaye anashikilia anga yako, geuka. Hallelujah. Nimekuja kutabiria watu 11 aliyebadilisha anga yenu, akabadilisha anga ya ukoo. Awe ni mama mkwe, awe ni mke ambaye mama yako alioa. Sema leo, sema leo, anga yangu inabadilishwa. Sema leo, ndoto yako ninairejesha. Nisikia nigelegele na simu. Tafuta watu 3. Tafuta watoto, mwambie unamaliza mwaka ndoto yako ikitimia. Mwambie unamaliza mwaka ndoto yako ikitimia. Haleluya. Ndoto yako ikitimia. Tafuta mwingine, mwambie unamaliza mwaka ndoto yako ikitimia. Mtu aseme leo, najiondoa kwa laana ya kunizuia kufika. Sema leo, najiondoa kwa laana ya kunizuia kufika. Sema leo, najiondoa kwa laana ya kunizuia kufika. Wakati nyanya yako aliolewa, akakuta wachawi waliobadilisha anga ya kwenu, na kutabiria leo, na kutabiria leo, pokea anga yako. Sijasikia vigelegele na sifu. Sijasikia vigelegele na sifu. Tafuta mtu mwambie, wewe ndiye Novemba, wewe ndiye Disemba, na wewe ndiye Oktoba yako. Tembea kwenye anga. Tembea kwenye anga. Waliokuzuia, wakazuia baba yako, wakazuia mama yako, wakazuia jamii yako, hawatakuzuia. 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 Magonjwa, mapepo, mashetani iliyo kwa jamii yenu ya kukuzuia kufika kwako. Sema chini ya miguu yako, chini ya miguu yako, chini ya miguu yako. Tafuta watu 4
Mwambie chochote kinachokuzuia kufika kwenye hatima kinaondolewa. 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 Sema leo nafika kwa hatima yangu. Sema leo nafika kwa ndoto yangu. Nisikia vigelegele simu. Uliza mtu kama hapo na ndoto, muulize una ndoto gani kwa maisha? What do you want to become? Muulize wewe una ndoto gani kwa maisha? Wewe muulize, wachana na yeye. Kama akujibu wachana na yeye. Usikae karibu na mtu wa ndoto ya kuuza omena. Mtu ya ndoto ya kuuza omena wachana na yeye. Tafuta mwingine. Nimesema tafuta mwingine. Muulize una ndoto gani? Sikia hii. Babu akabadilisha hatima ya Manase. Waliobadilisha hatima ya nyanya yako leo unairejeshewa. Haleluya. Waliobadilisha hatima ya babu yako leo unarejeshewa. Wadia mtu haya sikizi, wadia mtu haya sikizi. Unajua haya sikizi inafanywanga na mwana hii. Mkuronga mtu patia haya sikizi. Haleluya. Haiwishinde kuwa na mtu kwa keyboard. Nisikize nikwambie, nimezaliwa kwa laana ya watu ambao hawakuwa ibadilikiwa. Kumbe nyanya yangu, kumbe baba yangu, kumbe babu alibadilisha anga. Sema leo kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kila laana ambayo nyanya yako aliweka leo inaondolewa. Tafuta watu tatu waambie laana ya nyanya yako inabaki hapo. Tafuta watu wanne waambie laana ya babu yako inabaki hapo. Kasapate Asera baba. Jina bali barikiwe. Mwambie ukitembea. Mwambie ukitembea. Sikia hii. Sikia hii. Sikia hii. Babu akabadilisha malengo ya watoto. Utaishi ndoto yako. Unaishi ndoto yako. Unaishi ndoto yako. Najua umesaliwa kwa umasikini. Nimekuja kukuinua. Pokea utajiri. Tafuta mtu upatie high five, mwambie asa kutembea kama mtu aliye na maono. Tembea kama mtu aliye na maono. Haleluya. Haleluya. Sikia hii. Wakati ambapo Manase anaishi, haishi maisha yake, anaishi maisha ya jirani. Mwambie jirani. Mateso sio sehemu yako. Mwambie ukimaanisha mateso sio sehemu yako. Mwambie ukimaanisha wewe. Haleluya. Mateso sio yako. Haujazaliwa kuteseka Nairobi. Gusa mtu mwambie, mshike mkono mwambie tunainuka pamoja. Tunainuka pamoja. Tunainuka pamoja. Nisikia nigalagala. Wachana na huyo jeta tafuta mwingine. Wachana na huyo jeta tafuta mwingine. Mwambie jirani, ulianzia chini, lakini ukimaliza mwaka huu kuna neema inakufuata. Utaseme utaseme pigia Bwana vigelegele na makofi. Tafuta mwingine. Wachana huyo tafuta mwingine. Tafuta mwingine, mwambie jirani, hautakufa mapema. Uache watoto wako nyuma. Hapana. Sema wachawi wakwenu wako chini ya miguu. Nisikia vigelegele.
Do I have a believer here? Yes. Do I have a believer here? Yes. Do I have a believer here? Yes. Can you believe a miracle? Yes. May a miracle locate you this week. Yes. Hallelujah. Mwezi wa 10 ni mwezi wa ushuhuda. Pokea ushuhuda wako. Hallelujah. Nisikie vigelegele na sifa. Tafuta watu watano. Hizo ni 5 nyingine, mwambie jirani. Kufika hapa ijakuwa rahisi. Mwambie kufika hapa ijakuwa rahisi. Kwa sababu ya laana za kwetu. Mwambie tu vizuri. Mwambie tu kufika hapa itakuwa rahisi. Kwa sababu ya laana za kwetu. Mwambie kufika hapa itakuwa rahisi. Kwa sababu ya laana za kwetu. Lakini mwambie sikia. Kuanzia leo mwezi wa 10 pokea neema mpya. Haleluya. Nisikia nigelege. Tembea ukidai neema hiyo. Anza kuona hiyo neema. Mwambie hiyo neema. Ona hiyo neema. Hiyo neema hiyo. Watataka ile makono.